The Lord is sending the church. Bwana analituma kanisa. He's saying he's willing to bring the whole world into the kingdom and he depends on you. Anasema na hiari kuleta ulimwengu wote katika ufalme na anawategemea nyinyi. He's raising the value of the church as the only vehicle that brings people to the kingdom of God. Anainua udhamana wa kanisa kama gari la kipekee ambalo linaleta watu katika ufalme wa Mungu. Hallelujah. Hallelujah. Helen, why are you looking today like that as if you're numb, you're indifferent? Don't even smile about it though. I want people to be with me on this journey because today is a joyous day, right? Nataka watu wawe pamoja nami katika safari hii kwa sababu leo ni siku ya furaha. For you, you must enter the kingdom, right? Kwenu ninyi lazima muingie katika ufalme. This is good news. Hii ni habari njema. That God has remembered his covenant, sent us here with a dream, a vision, right? Ya kwamba Bwana amekumbuka agano lake aliyotutuma hapa na maono na ndoto. And he's saying na anasema that many rooms here. Ya kwamba vyumba vingi hapa. This is really the whole world. Sasa huu ni ulimwengu wote. So you have to go. Kwa hivyo inabidi muende. And that's why I told Michael, na ndio sababu nilimwambia Michael, that even if you are fleeing from Germany, ya kwamba hata kama unatoroka kutoka Ujerumani, na alikimbia na hasira, he came with a lot of wrath. Na alikimbia na hasira, alikuja na hasira. When he arrived in Nakuru, he went straight to the slum where the gang called Confirm is. Confirmed or confirm. Alipofika kule Nakuru akaenda mahali ambapo majambazi ambao wamethibitishwa genge la majambazi ambao wamethibitishwa wanakaa. And he stood wanaishi wanaitwa confirmed. Kila mtu anajua kwa news wanaua watu Nakuru. Wanaua watu Nakuru. Hiyo genge. Oh, okay. Hilo genge. This guy is quite amazing. So Michael, because he saw the way Germany, the hearts were so hard. Michael kwa sababu aliona jinsi ambavyo Wajerumani mioyo yao ilikuwa migumu. So he came with Asira and went straight to the slum where the gang called Confirmed or Confirm live. Akaenda kwenye mitaa ya mabanda katika mahali ambapo genge la majambazi wanaoitwa Confirmed wanakaa. And then alafu he stood there. You said you called out, eh? What's the microphone? What did you call? What are the words you used? Ulitumia maneno gani? My lords, I went there and I said, I want to meet this gang. Where are they? The gang called Confirmed. Can you come out? Yes, please. Bwana wangu niliwaambia lile genge linaloitwa Confirmed wako wapi? Je, mnaweza kujitokeza? My lord, they came out. Mungu wangu walikuja, walijitokeza. Sit down, sit down. Keti chini. And what happened? You preached to them? Uliwahubiria? My lords, I rebuked them. I preached to them. I told them they are going to hell if they do not change and repent. And then die. They received the Lord and repented and he baptized them. And their lives changed. They are now giving testimony in schools and everywhere. Walimpokea Bwana. You cannot give up on everybody, on anybody though. He's saying he has enough rooms for all. Enough rooms. You can never give up on anybody. I told him even Germany I want to go back. Nikasema hata Jerumani nataka kurudi. We always do big meetings in Berlin and everywhere. We are going back. Tulikuwa na mikutano mikubwa kule Berlin na kila mahali, nataka kurudi huko. You can never give up on anybody. Hauwezi kukata tamaa kwa yeyote yule. Until they became baptized and they changed their lives, right? Hadi wakabatizwa na maisha yao kabadilika. Thank you. Asante. That is what he means there. The Lord is sending you. It's a commissioning statement. Hicho ndicho ambacho Bwana anamaanisha pale. Ni kauli ya kutumwa. In my father's house there are many rooms. Katika nyumba mwa baba yangu kuna vyumba vingi. God is talking to each of you. Mungu anazungumza kwa kila mmoja wenu. Are you aware there are many rooms? Have you sat with your children? Je, mnajua kuna makao mengi? Je, umeketi chini na watoto wako? To admit them into heaven first. Kuwaingisha mbinguni kwanza. And then go now to the neighbor. Alafu sasa uende kwa jirani. The worst thing is for you walking and then they pour water from the saucepan on you. Jambo mbaya wakufanyeni kwamba wakumwagie maji. You knock the door, they open. Nini injili they. Haya hivi majuzi Mei tarehe 14. Haya hivi majuzi Mei tarehe 14. The senior general sergeant, Dr. Obiero, I see you loud and clear. I think you've just walked in, right? Thank you, my son. You've been around, right? Oh, thank you. So he's saying, kwa hivyo anasema, if it were not so, I would not even have brought it up, right? Kama isingelikuwa hivyo ningeliwaambia. And he says, I'm going there to prepare a place for you, verse 13. Anasema mstari wa 13, ninaenda verse 3 rather. Mstari wa 3, ninaenda pale kuandalia makao. This is the Lord who never lies. His words are fulfilled. Huyu ni Bwana ambaye kamwe hadanganyi, maneno yake yanatimilizwa. He says, and if I go and prepare a place for you, I will be back. Na anasema nami nikienda na kuandalia makao nitarudi. And take you to be with me so that you may be where I am, also you may be. Na kuwachukua pamoja nami ili mahali nilipo nanyi mpate kuwepo.
kuwepo. So this is serious. This is what the Lord has remembered also. Hii ni nyeti sana. Hiki ndicho ambacho Bwana amekumbuka pia. The deliverance of Israel by the cloud could be seen. There was a build-up. Ukombozi wa Israeli kupitia wingu ingeweza kuonekana. Kulikuwa na kujengwa kwake. Because the fire now came, the bush and name it and everything, and Moses is going to tell the Pharaoh. Pharaoh say, me, I don't even know there is the Lord. I don't know who the Lord is. You see, so you could tell the build-up to it until the day they are evacuated. Kule kile kichaka ambacho kinawaka, kula kujengwa kwa ajili yake kwenda kwa Farao, na anasema kwamba mimi sijui Mungu. Kuna kujengwa kwa hiyo. Kuna vile ukombozi wao ilijijenga, uliweza kuona vile inajijengeka kwamba watu siku moja wanaonekana wanaondolewa hapa. Lakini sasa, so this is the same thing happening now. Hili ni jambo hilo ambalo linatendeka sasa. That if you look at the church, she has suffered a very great devastation from apostasy and complacency. Ukiliangalia kanisa limeteseka mateso mengi kutokana na mwanguko kutoka katika imani ya kweli na makubaliano na dhambi. And when the Lord now puts us in the landscape of the church and we start saying that, look, I have seen the Messiah coming. I've seen the glorious church taken. And then to confirm those words, cripples are walking, blind can see. And we are opening heaven instant just a few days ago in Bogota. And rain instantly falls. The Lord is using that to establish to you that this message is of divine origin. This person is of divine origin. Listen to him. He is testifying on behalf of the message. It's right there. Na Bwana kuwatuma wajumbe ya kwamba wanatangaza kuhusu kukuja kwa Mesia, kunyakuzi wa kanisa ambalo ni takatifu, na viwete wanatembea. Na hivi majuzi Bwana amefungua mbingu, amewatumia manabii wa Bwana kufungua mbingu. Ni ushahidi ya kwamba hawa ni watumishi wa Mungu, wasikilize, wametumwa na Mungu. Okay, anasema this message is divine message. Anasema ujumbe huu ni ujumbe wa kiungu. It is of divine origin. Ni wa kiungu, asili yake ni ya kiungu. And this messenger is of divine origin. Na huyu mjumbe ni mjumbe ambaye ametoka katika asili ya kiungu. Msikilize. Heaven itself is testifying through the rains, now 32 times globally. Mbingu yenyewe inashuhudia kupitia kwa mvua sasa mara 32. Heaven is saying that God is saying that is my message. That is my message. Mungu anasema that's why when I speak, heaven testifies. Mungu anasema ya kwamba huyo ni mjumbe wangu, huo ni ujumbe wangu. And that's why I expect that Randy, within that fulfillment, I don't know whether Randy exists in this world anymore. I never get to, is he even around? Does he ever get up when he's called? Oh, these days ni bossy. Okay. Amepanda ndege, si ndio? Ay. Hii ni kutambulisha kwa kanisa ambalo niliona limetukuzwa. Hili ndio kitambulisho. Hili ndio kitambulisho.
Hili ndio kitambulisho cha kanisa ambalo niliona likitukuzwa. Na likiingia mbinguni. He says number 1. Anasema jambo la kwanza, that church is groaning right now. Ya kwamba hilo kanisa linaugua sasa hivi. If you begin verse 21, verse 22, then they see the context because they don't see the word groaning. He says, we know that the whole creation has been groaning. Anasema ya kwamba tunajua ya kwamba viumbe vyote vimekuwa vikilia kwa maumivu makali. As in the pains of childbirth. Kama utungu wa mwanamke wakati wa kuzaa. Right up to the present time. Hadi wakati wa sasa. So look at this. The Lord is saying this is the human condition owing to the fall. The fall in the garden. Bwana anasema kwamba hii ndio hali ya kibinadamu kwa sababu ya mwanguko katika bustani la Edeni. Groaning. Wanaugua, wanalia. In Egypt they were groaning. Kule Misri walikuwa wanaugua. By the time the Lord remembered his covenant with them, they were groaning bitterly. Kwa wakati ambapo Bwana alikumbuka agano lake na wao, walikuwa wanaugua kwa uchungu. And now, alafu sasa, if you are really walking the footprints of Jesus, ikiwa kwa kweli unatembea katika nyayo za Yesu, you must be groaning. Lazima uwe unaugua. And he says actually the whole creation is because decay has affected, the fall affected the entire universe, the entire created being. Na anasema uumbaji wote pia unaugua na kulia kwa sababu mwanguko uliathiri ulimwengu wote. That's why iron is rusting. Ndio sababu chuma inaoza. Buildings are breaking down and falling. Majengo yanaanguka chini. Everything on the earth is decaying. There is a decadence. Everything is going down. Kila kitu duniani kinaanguka chini, kuna muozo. He's saying anasema that groaning in pain kwamba kuugua katika uchungu because of the fall. Kwa sababu ya mwanguko. The fall was so heavy it affected the entire human creation, but physical creation too. Mwanguko ulikuwa mzito sana, uliathiri binadamu lakini pia ukaathiri uumbaji. Verse 23 says, mstari wa 23 wasema, not only so, wala si hivyo tu, but we ourselves, lakini bali hata sisi that pia. is now the identification I'm talking about, Your Excellency, my daughter. This is the identification he's talking about of the church I saw going up. Hicho ndicho kitambulisho ambacho anasema kuhusu kanisa ambalo niliona likiingia. He's saying, anasema, the first feature, first identity marker is that when you look at them in this world, they are groaning. They are not happy. There is a conflict between their current state and their future state. They can see it. So they are not comfortable. There is a conflict between the now and where they are headed to. Kitambulisho cha kwanza ambacho unaona ni kwamba wanaugua, hawafurahii, wako na ile hali ya utofauti mahali waliko sasa na mahali ambapo wanaelekea. Hallelujah. Hallelujah. When they just think about the new Jerusalem. Wakati ambapo wanafikiria kuhusu Yerusalemu mpya. Allow me just run my run because I have glorification here. Because when they just think about a glorious body without cancer, without diabetes, no HIV, no surgery, no injection, no pain, no sin, no dying, no fatigue, no what. When they just think about a body of that nature, my Lord, they are groaning. They don't like it here. Wakati ambapo wanafikiria mwili wa kutukuzwa, mwili ambao hauwezi kuwa na saratani, hauchoki, hauwezi kuugua, hauwezi kukufa. Wakati ambapo wanafikiria kuhusu huo mwili. Siku hizi kuna diabetes, kuna hypertension, kuna kisukari, kuna mwili ambao Bwana ameahidi tayari kwamba haitakuwa na madhara haya yote. Itakuwa mwili mmoja tosha na afya tosha ya umilele. Ni nani anaweza kuwa hataki hiyo mwili? Who can it be that doesn't like that body? And that's why when they consider the current state and the future state, my Lord, they groan. Wanapoangalia hali yao ya sasa na hali ya baadaye, wanaugua. Each one of us here, you'll find there is something that you are going through. Kila mmoja wetu hapa utapata kwamba kuna kitu ambacho unapitia. There is something you are going through. Such that you are saying, just a moment. Kuna kitu ambacho unapitia. I long for that eternal state. Unasema anangoja na tamani hiyo hali ya milele. When I'm preaching, I get tired. You get malaria, you get what? You get diabetes, there are many things, it's called whatever, H. pylori and all these things, right? The doctors are here.
So it's very clear that what the Lord is presenting is superior. Kwa hivyo ni wazi sana kwamba kile ambacho Bwana anapeana ni cha nguvu sana. And that's why he's saying that our first identity, if you are going into the glory of the Lord, your first identity is that you don't like it here. Kitambulisho cha kwanza, nasema kuhusiana na kitambulisho cha kwanza, ikiwa wewe unaingia katika utukufu, ni kwamba haupendi hapa, haufurahii hapa. That's what he's talking about. Hicho ndicho anachozungumzia kukihusu. They groaned in Egypt. Waliugua wakiwa Misri. We are groaning in this life. Tunaugua katika maisha haya. Because we too. Kwa sababu sisi pia. I'm going to read Philippians chapter 3. Ninaenda kusoma wa Filipi mlango wa 3. 20:21. 20:21. And Revelation 20 verse 1 to 7. And then you see what the Lord has promised. He has promised an eternal estate. The eternal commonwealth of God. Na Ufunuo 20 mstari wa kwanza hadi wa 7 ukaweze kuelewa kile ambacho Bwana ameahidi, hali ya umilele. Okay, so I'm on the scripture. I don't know what this is. So, hivyo, and we eagerly await a savior. The second identity, the second is eagerly awaiting, meaning ansiosamente in Spanish, with anxiety. Kumaanisha kwamba tunangoja kwa subira, kwa hamu na gamu, tunangojea kwa subira. With anxiety. Tukiwa na shauku kuu. Na uoga. Na uoga. Na kutetemeka. Na kutetemeka. That is the identity of the church that will enter heaven. Ya kwamba hicho ndicho kitambulisho cha kanisa ambalo litaingia mbinguni. Hallelujah. Hallelujah. And he said number 1, groaning here. Na anasema jambo la kwanza kuugua Ambula, hapa. why are you sad? Are you okay? Okay, thank you. Give us a smile. So you see that, I think you just came from Bogota, right? He's talking about the identity of that church in Romans chapter 8 verse 23 that I'm still on before Randy did this kind of thing. He's very clear here that the first identity is that you must be groaning. Ako wazi kabisa hapa katika kitabu cha Warumi mlango wa 8 mstari wa 23 ya kwamba kitambulisho cha kwanza hapa lazima uwe unaugua. The second identity. Kitambulisho cha pili. And you know why the groaning? Na unajua kwa nini kuugua? Oh yes, because you know the other state is better. Oh, kwa nini? Kwa sababu najua hiyo hali nyingine ni bora zaidi. Because everybody must die. Kwa sababu kila mtu lazima afe. Unless the rapture happens and you're faithful before it happens, then you are translated. Labda